kuitana machawa, si kuitana matakataka. Sababu ni wao kutokuwa na umoja mpaka timu imefikia hapa. Mimi rai yangu au mambo yangu kwa viongozi wa Simba, ligi imeanza, tunahitaji umoja wao, wautengeneze umoja ndani ya timu, watengeneze mshikamano ndani ya timu. Slogani yetu ya Simba nguvu moja tuionyeshe kwa ukweli, isije kama Simba nguvu moja kiunafiki. Hatutaki matatizo yao tuyaone hadharani, hatutaki tuone shida zao, tofauti zao hadharani. Kama wana tofauti, kama wana shida, wazimalize huko ndani. Hatuhitaji makundi kwenye timu yetu. Ligi imeanza, kila mmoja anatamani akiona Simba Sports tunaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Huu msimu hatutaki masiara kama mashabiki. Tunawaambia ukweli. Tushakosa ubingwa misimu mitano, huu msimu hatuhitaji kukosa ubingwa. Kama wamekiamini kile kikosi kinaenda kuchukua ubingwa, kikachukua ubingwa wa ligi kuu. Hatutaki sababu. Hatutaki sijui imekuwa hivi, hatutaki. Kwa sababu wao wamefanya scout na tumwazidi Yanga, tumechukua wachezaji ambao tumeamini kweli ni bora kuzidi wachezaji wa Yanga. Kama kweli wachezaji ni bora, tutaunga mkono. Kama Dumbia kweli ni steka bora kumshinda Salulile, tutamuunga mkono, tutamuimba Dumbia. Kama Max Factor wetu ni bora, tutaunga mkono, ndio timu yetu sisi. Hatuna timu nyingine. Hatuhitaji migogoro kwenye timu yetu, tunahitaji ushirikiano, tukachukua ubingwa wa ligi kuu na tukafanya vizuri klabu bingwa. Ndala, mnaonekana baadhi ya mashabiki walimkataa Ibrahim Dumbia, lakini siku ya jana dakika 27 tu anakosa goli la kiufundi. Kwani mmempokeaje kama mashabiki? Dumbia ukimwangalia kwa haraka, mimi narudia kauli yangu, ni vigumu sana kumwamini kama mchezaji mzuri au namba 9 ambaye anaweza kukusaidia ndani ya Simba. Lakini hawa wachezaji wana tabia kuja kuwaziba watu midomo baadaye. Kwa hiyo tunapozidi kumkataa Dumbia, tuweke na akiba. Ni vigumu kumwamini kwa sababu unaona performance yake uwanjani, unaangalia nini muda wake toka alianza kucheza ndani ya Simba Sports, unaona kabisa ni namba 9 ambaye alizishi. Ni vigumu kumwamini, lakini wachezaji wana mtindo wa kubadilika. Unaweza kumuona wa kawaida, lakini baadaye huyu Dumbia akaja kutushangaza na kuja sisi kutupataji. Tumpe muda, tuzidi kumvumilia, na anaonekana movement zake uwanjani, mifumo yake kwamba ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo tumpe muda, inawezekana akaja kutushangaza mashabiki wa Simba Sports Club. Anicet Eura anapiga pasi kwa Libase Gwe, anampa Mpanzu, anafunga goli moja la kutazama. Mpanzu anafungua ukurasa wake wa mabao na msimu uliopita alimaliza vizuri. Mpanzu unamzungumziaje? Unapomwongelea Mpanzu, ni mchezaji mwenye ubora mkubwa kutoka Tanzania. Anaitwa graphic person, mtu hatari. Ujue Mpanzu ni mchezaji ambao unaweza kumchukulia kawaida, lakini mchezaji mwenye hatari kubwa. Naweza kusema kwenye ligi ya Tanzania hakuna mchezaji mwenye kiwango cha kumzidi Mpanzu. Hakuna mchezaji huyo. Mpanzu ana kiwango kikubwa. Wewe mchezaji mwenye spidi, yani Mpanzu ana spidi, ana akili, ana uwezo wa kupita pembeni, katikati, ana uwezo kufanya kila kitu. Unapomwongelea Mpanzu, unamwongelea Lebase, unamwongelea Aula. Ni kikosi cha Simba cha msimu uliopita. Msimu huu tunaanza nacho na tunaenda nacho. Simba sio kama tuna kikosi kibaya, kwa sababu kikosi chetu cha msimu uliopita bado kipo vile vile. Wachezaji wachache sana ambao wameondoka katika eneo la ushambuliaji. Ukimwangalia Mpanzu bado tunaye, Lebase, Aula. Jana nimemuona Maema, X Factor wa Simba Sports Club. X Factor. Tunapomwongelea X Factor tunamwongelea kiungo namba 10 mchezeshaji. Hapa anamwongelea Maema. Kama tunazungumza Chama kachoka, Chama afai, msisahau tuna Maema, ana uwezo mkubwa. Ulimuona jana alivyoingia yeye, mpira umebadilika, timu ikabalance, timu ikaanza kucheza vizuri. Na mimi natamani msimu huu namba 10 wetu tumtumie mara nyingi huyu Maema, X Factor wa Simba Sports Club. Ndala, pamoja na ushindi mliopata siku jana na ligi kuanza, mitandaoni wanaozungumza sana ni mashabiki wa Simba kutokuwa na umoja. Kila mtu akilizungumza lake. Inasababishwa na nini hasa hivi? Chuki. Unajua kuna kitu hata tukielewe. Kuna kitu kinaitwa neno riziki. Umeona bwana? Riziki, neno riziki mbaya sana. Tunaona watu wanaitwa machawa au tunaitwa machawa, tunaitwa nyinyi mnaharibu timu. Sasa mimi naweza nikajiuliza maswali. Watu wanafika mbali, nyinyi matakataka. Mimi kuna swali najiuliza. Mimi kwanza nimejitathmini mimi. Uchawa wangu, mimi ninavyoelewa chawa ni mtu anaopewa pesa nisifie. Ndio chawa wewe. Chawa mtu anaopewa pesa bila kufanya kazi. Sasa mimi kitathmini, sisi tumepewa kazi, umeelewa vizuri? Sisi hatujaenda kumsifia mtu au kumponda mtu. Sisi tumeitwa. Na uzuri kazi tuliopewa inatuhusu sisi Simba. Ingekuwa labda nimeitwa nikauze jezi za Yanga, mimi mlikuwa mna haki mimi kunita chawa. Kama kile kipindi mmeniona Salamanda, pao kinita chawa sikulaumu, kwa sababu nimeenda tofauti na timu yetu. Mimi nimepewa kazi nikauze jezi ya Simba kwa wana Simba wenzangu mikoani ambao mara nyingi wanavaa jezi feki.
Mzabuni wa jezi Jeruti katuita mashabiki wa Simba ambao tunaofuatiliwa, tukahamasisha wenzetu wavae jezi original, waache kuvaa jezi feki. Uzuri wa Jeruti alichokifanya baada ya kutuita sisi, hajaamua tu kutupa kazi yeye, akapeleka barua ndani ya klabu ya Simba. Narudia, hawa watu wanatuita Simba chawa, waelewe kikitu. Jeruti hajatuchukua tu sisi, kapeleka barua ndani ya Simba kutuomba, yani sisi tumeombwa. Uongozi wa Simba umerudisha barua, umekubali ombi la Jeruti na wakabariki, wakapeleka barua kila mkoa ambako ni duka la Jeruti, kwamba mkoa fulani anakuja fulani mumpokee, mwenyekiti wa mkoa mumlinde. Akapigwa mkuu wa mkoa wa huo mkoa husika wa serikali, anakuja mtu wetu kutoka Simba mumpokee, ikapigwa sento ya mkoa hiyo sento kwamba anakuja mtu fulani mumpokee, mumsaidie. Na ndio maana mliona kipindi tunaenda kukamata jezi feki tukapo tunaenda na jeshi la polisi. Leo hii wewe unaibuka unakuja kutuambia sisi takataka, sisi machawa. Mimi nakwambia ukweli, kwa hili tukio tunaenda kukamata jezi feki, mimi nakwambia jezi feki ni biashara za watu, tena wapo na hao watu wanatuambia sisi machawa ndio wanatumika kwa brand wanaotengeneza jezi feki. Narudia, hawa watu ambao wanatuita sisi machawa, sisi tumetumwa kwa sababu sisi tumeenda kufanya kazi ya Simba Sports Club. Sisi tumetumwa na Simba, watu wanaohujumu Simba wanatengeneza jezi feki. Tumeenda kuuza jezi original na kukamata jezi feki. Wao wanakuja kutupiga sisi vita tunaofanya kazi ya Simba kukamata jezi feki. Kama utumwi na mtu anatengeneza jezi feki, umetoa wapi nguvu? Na taarifa sisi tunazo, mmesafirishwa kutoka Dar es Salaam. Nisikilize. Sisi tumeenda mikoani, tumeenda kufanya kazi, tumelipwa kutokana na kazi zetu. Wao wanatuita sisi machawa, wamesafirishwa, hamna kazi yoyote. Wametolewa Dar es Salaam, wameenda Zanzibar, wamelipwa tiketi ya ndege ya kwenda, kurudi, kula, kulala, tiketi bila kazi. Kazi yao kutuita sisi machawa, kutusema sisi kisa tunakamata jezi feki. Hawa watu wanatumiwa na wanaotengeneza jezi feki na tunawafuatilia. Sisi tuna vitambulisho hivi hapa vya Simba hivi. Hivi umeviona vitambulisho? Sisi tuna vitambulisho. Hatufanyi kazi kama wanavyofikiria wao. Sisi tumetumwa na klabu, sisi tumetumwa na Jeruti, tukatangaza jezi za Simba na kukamata jezi feki. Wao wanaopinga mimi ninachokifanya, unatumwa na unaotengeneza jezi feki. Kitambulisho hiki tunaanza kuwafuatilia. Haiwezekani usafirishwe, uende Zanzibar bure, urudi utuambie sisi machawa. Mnatumwa na wanaotengeneza jezi feki, tunawafuatilia na tutawakamata. Mandala, anayetengeneza jezi feki hasa ni nani ikiwa wanaotumwa ni mashabiki wa Simba? Yupo ndani ama yupo nje? Sasa mimi nimekupa mfumo mzuri. Mimi nimetumwa na klabu, nikakamata jezi feki ambayo mtu anayehujumu Simba. Unanielewa vizuri? Kazi mbaya hiyo. Hiyo kazi mbaya. Na kazi yetu sio kama haijaonekana. Kila mtu kaiona kazi yetu, tukao tunakamata jezi feki. Wao unaibuka unatuambia sisi machawa tumetumwa. Wewe kwa utumwi na mtu anayetengeneza jezi feki. Kwamba si kazi tunayofanya namuumiza bosi wako. Yaani sisi kazi tunayofanya kukamata jezi feki sinamuumiza bosi wako. Hao wametumwa na wanatengeneza jezi feki kwa kuhujumu Simba Sports Club. Na shabiki mwenye akili kichwani watakaofananishe sisi tunaenda kuitetea klabu kukamata jezi feki na wao ambao wanatuandama sisi nani chawa. Wao wamesafirishwa, haujaenda kufanya kazi yoyote, wanakuja kutusema sisi wakati sisi tumeenda kutangaza jezi original za Simba Sports na tumepewa na idhini ya klabu. Hatujajipeleka wenyewe. Jeruti katupa sisi izini, katengeneza na vitambulisho. Hawa watakao tuwafuatilie, tuwachunguze. Wanatumwa na wanatengeneza jezi feki. Mandala, kwa namna inavyoonekana ni kwamba mashabiki wa Simba tayari wana mgawanyiko, kila mtu ana upande wake kwa sasa. Sio mgawanyiko. Ni chuki zao tu, hizo chuki tu. Leo zinawauma. Wanaonea wivu. Wivu, si unajua wivu. Kama mmepata kazi. Wana wivu, wivu. Sasa hujaitwa, kama hujaitwa kwani usiwe na wivu? Kama hujapewa dili kwa kufanya kazi. Kwani hivi mwanaume kabisa mwenye akili zako timamu, unamsema mwanaume zako apata kazi? Yaani leo hii wewe umejiliwa CNN, mimi nikuseme wewe chawa. Mimi nitakuwa mwanaume kweli? Au ndio kisa ana jinsia? Au kisa ndo ana jinsia julikani mwanaume au mwanamke? Kisa ana jinsia. Hivi kabisa mtu mwenye akili zako timamu, mwenye akili timamu, mwenzako kachukuliwa na unaona kabisa kachukuliwa kaenda kupewa kazi akafanye kazi. Wewe unamuita chawa. Wewe uone kama ni chuki. Unaonyesha chuki hadharani. Mimi maisha yangu siwezi kukusema uko umepewa kazi. Ila kama unatumika, chawa umepewa hela bila kufanya kazi, na kuita wewe ni chawa. Ndio chawa wenyewe. Yani kama umepewa, mimi nauliza hapa maswali. Tunajua amelipewa nauli kwenda Zanzibar. Wamekataa tiketi za ndege kwenda na kurudi, kulala na kula, ameenda kufanya kazi gani? Wao. Yaani wao mimi ndio nauliza maswali,
wameenda Zanzibar, wameenda kufanya kazi gani? Wameripoti kati ya kwenda kurudi, kula, kulala, hamna kazi wanaenda kuifanya. Sisi tumeenda mikoani, kazi tumeenda kufanya kazi, na naambia kazi yetu sisi, tumetumwa na klabu ya Simba, tumetumwa na Jeruti tukatangaza jezi za Simba na kukamata jezi feki, na ndio maana Jeruti katulipa. Nyinyi mliosafirishwa kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar kulala bure, mmeenda kufanya kazi gani kama sio uchawa? Maana uchawa ni kutokufanya kazi. Yaani unalipa hela ufanye kazi. Kwa hiyo hapo nani chawa? Ndio wewe ndio ujiulize nani chawa. Kati ya sisi na wao nani machawa? Wao walio pale kwa Zanzibar wamelipata tiketi za ndege bure bila kufanya kazi, na sisi tunaenda kufanya kazi za Simba, nani chawa? Kuna muda lazima wazungumze na kufikiria, na tutawafuatilia, tuwaachi, tutawafuatilia. Haya ndio mabosi zao wanatengeneza jezi fake hawa. Ndio maana natujia sisi juu. Narudia, ndio wanasafirisha. Haya ndio wanasafirishwa na mabosi wanatengeneza jezi fake. Haya ndio wanasafirisha, na ndio maana natujia sisi juu, anatuhataki. Kwa sababu sisi tunafanya kazi ya Simba kukamata jezi fake. Badala kwenye aina yao ya ukosoaji wanasema ninyi ambao mnaizungumzia sana klabu kuikosoa ama kuirekebisha ndio mnayoharibu klabu. Sikiliza, sisi hatuikosoi klabu, umeelewa? Hapa kuna vitu vingi msichanganye. Klabu inapotokea na mpasuko, lazima kila mtu atakuwa na mawazo yake. Kuna mtu atamsapoti Mangungu, kuna mtu atamsapoti Mo, kuna mtu atamsapoti Magori, kuna mtu atamsapoti Jeruti, kuna mtu atamsapoti, yani kila mtu atamsapoti mtu wake, kwa sababu klabu imekuwa na nini, haina nini balance. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo wewe tarajia hata kwako wewe, kama tutakuwa na ugomvi na mkeo, watoto wako watagawanyika tu, kwa sababu kuna watoto atampenda baba, kuna watoto atampenda mama. Kama viongozi wameamua kugombana hadharani, lazima utarajie mpasuko ndani ya klabu. Mtu analeta mgogoro ndani ya Simba ni viongozi, hakuna mtu mwingine. Viongozi angekuwa lao moja, usingo na makundi. Umeelewa vizuri? Na ndio maana leo hii huyu kaamka anamsupport Mo, huyu anamsupport Mangungu, huyu anamsupport Magori, na huwezi kuwashangaa kwa sababu klabu imekosa nini? Muunganiko. Na ndio mimi nahubiri viongozi wa Simba walete umoja. Hiyo Yanga ambayo sisi tunaisifia kwamba Yanga moja kwa sababu uongozi wao ni mmoja. Ila ngokopo Yanga wana makundi kama Simba, wana migogoro, ungeona makundi bwana. Na Soa angekuwa na mtu wake, Kizinga angekuwa na mtu wake, Kanta angekuwa na mtu wake, lakini wamekuwa moja kwa sababu kauli inatoka kwa mtu mmoja. Kwa maana hiyo yanayoendelea yote kwa mashabiki pamoja na timu kufanya vibaya, kukosa ubingwa wanasababishwa na viongozi. Sasa hamna maelewano. Unajua kuna ubora wa timu, afu kuna umoja. Ubingwa hauwezi kuchukua tu kwa ubora wa timu, lazima umoja unahitajika. Umeelewa vizuri? Yanga misimu mitatu iliyopita, Yanga kikosi chao kibovu kuliko cha Simba, lakini kama wanachukua ubingwa kwa sababu wana nini? Wana umoja. La kwao hilo moja. Sisi misimu mitatu tuna kikosi bora. Mfano ule msimu wa mwaka juzi tumeenda kukosa ubingwa kwa ajili ya mechi ya mwisho Simba na Yanga. Ile mechi wana Simba tumetangaziwa saa 7 mchana. Umoja hakuna ndani ya klabu. Kwa hiyo umoja ndio unaita ubingwa kwenye timu. Ukitoa ubora wa kikosi, unaweza kuwa na kikosi bora lakini usio na umoja na ukosa ubingwa. Narudia, siwafichi viongozi wa Simba. Ligi imeanza, tunahitaji umoja ndani ya timu. Ugomvi wenu, makelele yenu, malizeni huko ndani ya klabu. Sisi tunahitaji umoja, timu yetu ile kwenye umoja, tunataka ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Shukrani sana. Nashukuru. Haaland scores against his former club.